Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa subhana na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo tunaendelea na kipenzi chetu cha ndoto. Tunaendelea na tafsiri za kumwota Mtume. Sasa ukalala katika usingizi wako, ndugu yangu Muislamu ama ndugu unanisikiliza, ukaota unapewa kitu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukapata bahati kwamba ukamwota Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ukaota nakupa kitu zawadi, aidha ama kuota unapewa kitu na Mtume. Wanasema kwamba mwenye kuota anapewa kitu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam chenye kupendeza katika starehe za dunia au kinywaji ama chakula, basi ni bishara kwake ya kwamba heri za mtu huyo ni kadi ya uzito wa hicho kitu alichopewa. Ikiwa ulichopewa kimepita johari mfano, basi mtu huyo ataokoka kutokana na jambo kubwa linalopelekea kupata dhiki na taabu. Sawa? Ikiwa umeota wewe unapewa kitu na Mtume, hicho kitu kikawa kizito ama zawadi au chakula, basi Mwenyezi Mungu anasema hapa, ndoto inasema kwamba mtu huyo ataepukika kutokana na dhiki na tabu za kidunia hapa. Sawa? Kwa hiyo ndio ishara ya kuota unapewa kitu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo inshallah tujifunza madarasa mengine kuhusiana na ndoto za Mtume. Hizo ndo faida. Kama darasa lililopita tulizungumzia faida za kuota Mtume, leo tumezungumzia tena. Ukaota kwamba Mtume anakupa kitu. Kitu chochote, zawadi, chakula, basi utapata heri na Mwenyezi Mungu atakupusha na balaa na mitihani ya kidunia hapa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.